Mwanzo 2:15. Asa Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Asa Mungu alimwagiza Adamu akamwambia, mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula hakika utakufa. Huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni nini au ni nani? Ukishatambua hivyo sasa utajua nini ambacho Mungu alikuwa akimaanisha. Sasa kwenye kitabu cha Ezekieli 28, kitabu cha Ezekieli 28 na ule mstari wa 14, Ezekieli 28:14, 28:14 nasoma. Anasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea uko na uko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Sasa hapa Mungu anazungumza kwa habari ya uumbaji wa kerubi afunikae, ambaye huyu kerubi sasa baada ya uasi akaitwa Shetani, akaitwa Ibilisi, akaitwa joka la zamani. Kwa huyu kerubi aliumbwa kabla ya uumbaji wa Mwanzo 1:1. Yaani kabla ya uumbaji wa Mwanzo 1:1 hapa kwenye kitabu cha Neno palikuwa na uumbaji mwingine, kwa sababu Mwanzo 1:1 yazungumza kwa habari ya bustani ya Edeni. Lakini kabla ya bustani ya Edeni palikuwa na bustani nyingine, ambayo bustani hiyo nyingine sasa ndio ambayo kerubi au Shetani ndio alipoanza kukaa pale akimtumikia Mungu. Huyu Shetani, nitumie lugha hiyo rahisi, hakuwa mbaya toka mwanzo. Alipoumbwa alikuwa mzuri, alikuwa akimtumikia Mungu safi kabisa, anamsifu Mungu, anamwabudu Mungu vizuri, mpaka uovu ulipoonekana ndani yake.